na kanisa letu zuri kwa kutambua hilo, wakatupa na kitabu cha ibada za familia. Kina masomo mafupi ya kila siku, kila mwezi na kila tarehe. Usiwe na kisingizio kwamba nitasema nini. Hiki kitabu kinakuongoza. Fungua kila siku, usome leo tarehe ngapi, tunajifunza nini. Kaa na familia yako, wafundishe neno la Mungu. Biblia isikose nyumbani mwako. Hiki ndicho kitabu ambacho kinatuongoza sisi sote tulioko. Usikose Biblia nyumbani mwako. Una watoto wameshakuwa wakubwa, wanaweza kusoma, wanunulie Biblia. Wazazi na wadogo zako, familia kwa ujumla, hakikisha wanakuwa na kitabu hiki cha neno la Mungu. Notebook, ukishajifunza unaandika ili uweze kurejea. Haya yote niliyoyasema, inawezekana kuna mwingine amesahau nilianzia wapi na niko wapi kwa sababu hajaandika, lakini ukiwa na notebook utaandika. Ukishaandika basi utajikumbusha hata siku nyingine ukisahau. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikiri kwa kusema hayo machache, hilo kusudi la kwanza umenielewa. Na mimi ninamshukuru Mungu, basi leo mume wangu mpenzi ameweza kufika nyumbani mwa Bwana ili nimemsurprise jamani, sikumwambia, lakini nimejisikia vizuri kumuona nyumbani mwa Bwana ili nitakachojifunza mimi na yeye ajifunze. Ikitokea nimesahau, basi sitanikumbusha maidia. Mungu akubariki, nimefurahi kuona. Asante. Amen. Na kusudi letu la pili, kama wanawake tunawajibika kulitegemeza na kuleta baraka ndani ya kanisa. Sasa tunaletaje baraka na tunakuwaje baraka ya kanisa kama wanawake? Namba moja, mimi kama mwanamke ni lazima niishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, kuanzia nyumbani na kwenye jamii. Na hapo nitakuwa nimeiletea pia baraka kanisa. Lakini pia naleta baraka katika kanisa kwa kushiriki ibada. Ninaposhiriki ibada kama leo hivi, Mungu akubariki mwanamke uliyefika, maana umeiletea kanisa baraka. Kama mwanamke umetimiza kusudi lako la pili. Lakini pia kuliombea kanisa. Mimi kama mwanamke ninawajibika katika kuliombea kanisa langu. Nimwombee mchungaji kiongozi, niwaombee wachungaji wote, niombee baraza la kanisa, niombee viongozi wote wa idara na mshirika mmoja mmoja. Mimi kama mwanamke ninawajibika katika hilo ili kuifanya kanisa langu liletee baraka, mimi niwe baraka katika kanisa. Lakini sio hivyo tu, pia ni kulitegemeza kanisa. Unategemezaje kanisa? Kwa kutoa sadaka. Ndiyo, na fungu la 10. Ukitoa fungu la 10 umelitegemeza kanisa. Mwanamke, kile kidogo Mungu alichokubariki umekipata. Mwongozo wetu unasema hivi, kile kidogo Mungu alichokusaidia umekipata, kitolee fungu la 10. Lakini kama una mume, changanya na cha mume wako. Toleeni fungu la 10, unakuwa umeiletea baraka kanisa. Kwa hiyo ukitoa fungu la 10 kama mwanamke, basi kumbuka umetimiza kusudi lako la pili la mwongozo. Mungu akubariki mwanamke unayetoa fungu la 10. Lakini pia ninaliletea kanisa baraka kwa kuangalia uhitaji wa kanisa. Nikiona hichi kiti mbona kimechakaa sana, basi naamua kutoa katika hela ile nilionayo, ninanunua kiti, ninakileta kanisani. Nikiona mbona hapa pako hivi, yani pale ule uhitaji unaohitajika kanisani, mwanamke ninawajibika kuchukua moja kwa moja kama wa kwangu. Hapo ninakuwa nimeliletea kanisa baraka kama mwanamke, na bila kusahau kutunza
nje kule mazuri, ili tujitahidi kuifanya kanisa letu liwe na muonekano mzuri, na kama wanawake tuwe tumewajibika pia katika kuliletea kanisa baraka, na pia tunajitahidi kulipendezesha kanisa letu. Mungu ametujalia kazi za mikono, tunaweza kutengeneza maua, tunaweza kutengeneza vitu fulani mbalimbali kama hivi ambavyo Mungu ametujalia. Tuna uwezo wa kupamba makanisa yetu kama mnavyoona, maua mazuri tunaweka. Hii yote ni kuletea kanisa baraka. Kama mwanamke ninawajibika. Ukiona mwanamke hujagusa chochote katika hapo, basi wewe hujaamua kusimama kwenye kusudi lako la pili kama mwongozo unavyotuambia. Ni jambo la muhimu sana kama mwanamke, kumbuka kuliletea kanisa baraka. Na kusudi letu la tatu ni kuwaletea wachungaji wetu na familia yake baraka. Sisi kama wanawake tunao wajibu wa kuwa baraka kwa wachungaji wetu. Jambo la kwanza, tunakuwaje baraka kwa wachungaji wetu? Tunawaombea, tunawajibika kuwaombea kila siku. Asubuhi unamwombea mchungaji, mchana ukipata nafasi, jioni ukipata nafasi unamwombea mchungaji. Tunamwombea mchungaji kwa sababu naye ana mahitaji mengi, lakini pia tunaombea huduma yake ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yetu. Lakini jambo la pili, tunawajibika kuwatii na kuwaheshimu wachungaji wetu. Sisi kama wanawake, ili kuiletea familia ya mchungaji baraka, tunawajibika kuwatii. Wao ni viongozi wetu na sisi tuko chini yao. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwatii na kuwaheshimu. Lakini jambo lingine, tunaileteaje familia ya mchungaji baraka? Sisi kama wanawake, Mungu ametubariki kila mmoja kwa kipato chake. Kila mmoja amebarikiwa na Mungu, na najua kuna wengi, kila mmoja ana kazi, wengine wameajiliwa, wengine ni wafanyabiashara. Mungu ametubariki na sisi tunao wajibu wa kutoa kile ambacho Mungu ametubariki na kuwategemeza wachungaji wetu. Nitakwenda kuwategemeza wachungaji. Mungu awabariki, na siku ya leo tumeishia hapa. Tutaendelea kujifunza Ijue WWK. Amen. Amen. Haleluya. Wangapi wamejua WWK? Amen. Kwa vitendo. Ninaamini na wewe utafanya kama mwanamke. Amen. Leo tumejifunza makusudi mangapi? Matatu. Sisi kama WWK tuna makusudi 6. Bwana Yesu asifiwe. Tumebakiza mengine matatu. Mwambie jirani yako usikose kipindi kijacho. Amen. Basi wakati huu mzuri ni wakaribishe watu wa praise tuweze kumwabudu Bwana Yesu. Karibuni. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi tusimame wakati huu tunapoenda kuwa na wakati mzuri na Bwana kwa muda mfupi, lakini tujiachie mbele za Bwana, tumwabudu, maana yeye peke yake ndiye anastahili. Amen. Amen. Twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu.
twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu. Tuimbe twakuabudu, twakuabudu Mungu wetu, wewe Bwana, wewe ni Mungu mkuu. Twakuabudu peke yako, twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu. Twakuabudu wewe Bwana, twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu. Oh, twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu. Oh, twakuabudu Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu. Haleluya, haleluya, wewe ni Mungu mkuu. Haleluya, haleluya, wewe ni Mungu mkuu. Bwana, twakuabudu wewe pekee, twakuabudu Mungu wetu, wewe ndiwe Mungu, wewe ni Bwana Yesu. Sisi leo tunakuabudu, twakuabudu Mungu, maana wewe ndiwe Mungu mkuu.
Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, zaidi yako hakuna. Wewe Mungu ambaye unasema katika nyakati zote tukuangalia wewe. Mungu ambaye unasema tukutegemea wewe. Mungu ambaye umesema wewe ni mwaminifu. Mungu ambaye unasema katika nyakati zote, Mungu unaitupigania, Mungu ambaye unaitutunza. Roho Mtakatifu, tunaendelea kukuadhimisha wewe jioni ya leo. Tunakuamini wewe, tunakuamini wewe, tunakutegemea wewe. Ikiwa ni siku hii ya kwanza ya semina, tunaendelea kukuita. Tuendelea kukuita Bwana, ukafanye mambo makubwa ambayo kwa uwezo wetu wala kwa akili yetu hatukuwahi kuyawaza. Tuendelea kuita nguvu na uwezo wako. Tuendelea kuita nguvu zako na uaminifu wako mahali hapa. Roho Mtakatifu, jinsi tulivyoingia hatutaki kutoka jinsi ilivyo. Mungu, sasa neno lako la Isaya 45:22 ambao Mungu unatuita tugeuke. Mungu ambaye unatuita tugeuke. Mungu umetuita. Mungu umetuita jioni ya leo tuko hapa. Mungu ambaye umetuita jioni ya leo tuko mbele zako. Tumekugeukia wewe Bwana. Ukatende jambo jipya ndani ya mioyo yetu. Ukafanye vitu vipya ndani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu, karibu tena ukatuhudumie. Roho Mtakatifu, karibu wewe na nguvu zako na uwezo wako. Roho Mtakatifu, karibu tena ukatuhudumie, ukafanye jambo jipya tena katika jina la Yesu. Tunakuadhimisha wewe, tunakutukuza wewe na kukuinua wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukakaa. Kwa wakati huu napenda kumkaribisha mama mshauri aweze kumkaribisha mchungaji kwa ajili ya kumkaribisha mwalimu na mhudumu wa jioni ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jioni hii ya leo tunayo furaha kubwa mbele za Mungu kwa sababu sisi wanawake wa kanisa la DIC tumepata heshima mbele za Mungu kusimama mbele zenu kanisa, kumtumikia Mungu kwa yale Mungu aliyoyaweka mioyoni mwetu, kumtukuza na kumwadhimisha. Na kwa sababu hiyo naomba tumshangilie Bwana kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Yeye ni Mungu wetu, yeye ni Baba yetu, na tunajisikia vizuri sana tunapokuwepo nyumbani mwake, kwa maana kwake kuna upendo, kuna utukufu, kuna faraja, kuna amani na furaha tele. Moja kwa moja tunapokuwepo kwenye uwepo huu, naomba nimkaribishe mchungaji wetu kiongozi aweze kutukaribishia mnenaji wetu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Neema, usiondoke, baki hapa kidogo. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu yeye ni mwema sana kwetu na kwa ajili ya upendeleo wake ambao ametupa. Tuna majuma haya ya wanawake kila mwaka kama utaratibu ulivyo wa kanisa la nchi, na sisi tumemwona Mungu kila wakati akitutendea kwa upendeleo sana, na mwaka huu ametupenda zaidi. Kwa hiyo tunamtukuza yeye na kumrudishia yeye sifa na utukufu kwa kutuletea watumishi wake ambao ni viongozi wetu pia kitaifa. Tunapoanza semina yetu, mgeni wetu maalum atakaye kuwa ndio mwalimu wa semina yetu na semina zinazofuata ni mchungaji Faraja Hamuli Songela. na hakuja peke yake, amekuja pamoja na mume wake, naye ni mchungaji, ni katibu wa jimbo letu la Dodoma Kati. Yes, mwingine ni daktari, kwenye bracket unaweza kuandika PhD, sio daktari wa kutibu wanadamu. Joel Hamuli Songela naye yuko hapa, na sio kawaida. Mimi nimekaa kwenye makanisa sio hili tu, na hata kwenye kanisa hatujawahi tena kupata tumemwalika mtu akaja na mpendo wake wa karibu wake
best half wake. Kwa hiyo nimwalike Mama Faraja Hamuli, mchungaji na mkurugenzi mkuu wa WWK Tanzania na rais wa vyama vyote, makanisa yote, wanawake wote wa Assemblies of God Africa. Karibu sana mchungaji. Mimi sikuwa na nguvu ya kumuita hapa. Mimi introduce doctor lakini sijamuita hapa mbele. Ni hiari yako. Karibu sana. Amen. Amina. Asante sana 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 watumishi wa Mungu, mchungaji Injinia Seng'enge pamoja na mama mchungaji Neema Seng'enge. Nina furaha kubwa sana. Wana DIC, nina furaha kubwa sana. Na nina shukrani kubwa sana kwa Mungu kuwa hapa. Hebu tuseme kauli mbiu yetu ya kanisa. Miaka 13 ya moto wa uamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Makofi kwa Mungu wetu. Kabla hujakaa, hiyo ni kauli mbiu yetu ya kanisa, lakini sisi ni idara ya wanawake watumishi wa Kristo, imekwisha nenwa. Hili ni juma maalum sana kwa idara yetu. Naomba niseme na sisi lile andiko letu, ile mithali yetu, wanawake watangazao habari, jeshi kubwa. Wanawake watangazao habari, jeshi kubwa. Kama umekaa karibu na mwanamke, mwambie sisi ni jeshi la Bwana. Asante sana, naomba tukae. Kabla sijaendelea sana, ni heshima yangu ninapomshukuru Mungu na ninapomshukuru mchungaji na mama mchungaji na uongozi wote wa kanisa, ni heshima yangu kumtambulisha kwenu mume wangu mpenzi, mtumishi wa Bwana, kibali changu mwenzenu, naye si mwingine lakini ni mchungaji na Dr. Joel Hamuli Songela. Anakuja namna hiyo jamani, anakuja namna hiyo jamani. Karibu ulisalimie kanisa kabla hatujaendelea na huduma. Karibu sana. Asante sana mke wangu na mtumishi wa Bwana Pastor Faraja kwa nafasi hii. Unajua naponeamo mimi kwa sababu mke wangu ni mtu mkubwa, kwa hiyo na mimi najikuta niko mahali ambapo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba pia kupitia mwaliko wake hasa kwa wiki hili la WWK na mimi nimekuja hapa DIC na nimefurahi sana kuwaona wapendwa. Mara ya kwanza nilikuja ilikuwa ni harusi ya Isai na huyo. Kwa hiyo baada ya muda huo wote imekuwa vema kwamba nimekuja kuwaona, lakini kwa kweli sisi wachungaji wa kanisa hili ni watu wa maana sana kwetu, ni kama mentors wetu, kwa sababu mzee ama mchungaji lead pastor, mimi nikiwa chuo kikuu ndio wale watu wanakuja wanawatia moyo, mabrother wanakuja wanawaambia vijana, kaa hivi, usichumbie ovyo, angalia kwanza, muombe Mungu. Umeona Kwa hiyo nyewe mnamuita baba mchungaji, mimi huwa namuitaga kaka mchungaji. Kwa hiyo mara nyingi mimi nasema kaka. Na kwa kweli huduma yao imekuwa ni kati ya zile huduma ambazo pia tunazifuatilia sisi kama wachungaji na tunajifunza mengi sana. Mama huwa tunamuita mentor.
kwa sababu Mungu alimwacha kwenye kamati ya idara wakati ndio kwanza anaingia huyu dada hapa. Kwa hiyo yeye pamoja na kwamba yeye hakuwa mkurugenzi, huyu ndo alikuwa mkurugenzi mkuu, lakini yule ndo alikuwa anamfundisha ukurugenzi unakuwaje. Kwa hiyo ni mtu kwa hiyo ni watu wa maana sana kwetu, ni ukweli. Na kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini mimi kibinafsi kipekee pia nina kijana wangu hapa anaitwa Lukozio. Mimi ni baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo najisikia vizuri kuwepo mahali ambapo analelewa. Kwa hiyo nawaheshimu sana pia kwa sababu hiyo, wamekuwa ni wabaraka sana kwa kijana wetu. Tunaona anamenyoka hivi. Bila shaka ni kwa sababu ya kazi yao. Kwa hiyo jamani, Mungu awabariki sana. Tumepokelewa vizuri. Mimi sikujua kwamba tutafuatwa kundi la watu. Kwa hiyo nilivaa jeans na t-shirt. Sasa wanapiga picha, nikasema sasa hapa leo. Kwa hiyo kwa kweli asanteni kutupokea vizuri. Tumekaa mahali pazuri. Kweli nyinyi ni jeshi kubwa. Na Mungu awabariki sana. Mke wangu ataendelea. Najua tuna huduma ya ndoa kesho. Na ni moja ya sababu nipo. Napenda sana hiyo huduma. Kwa hiyo kwa hiyo Bwana amenijaza, nina mambo ambayo Bwana kwa pamoja atatutumia. Lakini pia tumedokezewa kutakuwa na kukaa na vijana wa kiume, yani mambo yatakuwa ni mazuri. Tuombeane. Haleluya. Mungu akutumie mke wangu na Bwana akubariki. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana umempa mke wangu kuweza Bwana kuhudumia watu wako unaowapenda. Ninamkabidhi mikononi mwako ili Bwana umtumie kama chombo, ili mpango ulionao kwa ajili ya wanawake hawa mmoja mmoja kama kanisa pia Bwana ukapate kutimia na ukapate kutukuzwa kupitia maisha yao na kupitia kanisa hili, katika jina la Yesu, amen. Amina. Asante sana. Baada ya kupata nafasi ya pekee sana ya kumtambulisha mume wangu, watu wengi wananifahamu kama Mama Hamuli. Kusema kweli, huyu ndiye mchungaji Hamuli. Aliniona nikiwa binti wakati hakuna mtu ananifahamu. Alinioa. Na unajua wale wa kike mlioko hapa mnafahamu kwamba ukiolewa mume wako ni kichwa. Si maandiko yanasema hivyo? Kwa hiyo ni chini ya uongozi wake katika maisha yangu ndiyo nikakua katika huduma, ndiyo Mungu akanipa kibali nikiwa mke wake, ndiyo viongozi wa kanisa wakaniona, wakaniteua na kunikubali kuwa kiongozi wa wanawake wengine. Na ni zaidi ya miaka 17 sasa nimekuwa katika utumishi huu kama mkurugenzi wa wanawake. Mume wangu huyu akiendelea kunilea, angeniambia kaa nyumbani, nataka unipikie mwenyewe. Sijui kama mambo ya huduma hii yangewezekana. Kwa hiyo mahali pengi nikienda wakati hayupo, huwa ninaeleza shukrani zangu kwa Mungu na kwake kwa nafasi yake ya pekee kwenye maisha yangu. Na ninafurahi kwamba leo yupo. Mwaka jana pia tulipata neema, tulialikwa Mbeya na tulipata neema ya kuwa pamoja. Leo tulikuwa tunashangaa kwamba Mungu ana majira na nyakati kwa kila jambo. Naona katika wakati huu tena ametupa nafasi katika juma hili la WWK kuwa pamoja hapa DIC. Jamani, wakati nyinyi mnajisikia vizuri kwamba mimi na mume wangu tumefika, kusema kweli mimi na mume wangu pia tunajisikia vizuri kwamba mmetukaribisha. Hatulichukulii jambo hili kama jambo la kawaida, tunaona ni heshima ya pekee. Na leo ni siku ya kwanza, niruhusu niseme, Mungu atatupa muda, tutajifunza neno. Usiwe na wasiwasi, lakini wacha niseme yanayopaswa.
kama alivyosema mme wangu, mimi nilianza huduma ya ukurugenzi kitaifa nikiwa na umri wa miaka 39. Sikupata nafasi ya kuwa kiongozi wa jimbo wa WWK kabla sijateuliwa kuwa mkurugenzi mkuu. Hata sikuwahi kuwa mkurugenzi wa section. Nilianza kutumika kama mama Minja nikiwa kiongozi wa wanawake kwenye tawi. Halafu baadaye nikachaguliwa kuwa mtunza hazina wa section. Halafu baadaye katibu wetu wa section akahama. Nikapanda kidogo hapo, nikaambiwa niwe katibu wa section ya Dodoma mjini, kuchukua nafasi ya katibu aliyehama. Huwezi kuamini, ni kutokea nafasi hiyo Mungu akanipa utumishi wa kutumika kama mkurugenzi mkuu wa idara. Sasa nilihitaji kulelewa. In fact, nilipoteuliwa nilikataa. Nilimwambia askofu mkuu, hapana, ni kweli nahisi nimeitwa, ila naona sijafikia. Lakini kwa neema mume wangu na mama mshauri mkuu Glad Mary walinitia moyo kwamba nikubali hiyo nafasi, kwa sababu Mungu huwa anawatumia sio wanaoweza, ila walio tayari, alafu yeye anawawezesha. Katika kuwezeshwa, Mungu alimtumia sana mama mchungaji wenu, ni dada yangu mpenzi Neema. Wakati naingia kuwa mkurugenzi mkuu, yeye alikuwa amekuwa mtunza hazina wa taifa wa WWK kwa zaidi ya miaka 16. Kwa hiyo kwa ile nafasi yake na hali yake ya umama, sitaki kuambia nyinyi, mnaijua zaidi, alitumia kipawa chake cha kulea. Alinifundisha mpaka jinsi ya kutembea kama mkurugenzi. Alinifundisha mpaka jinsi ya kuvaa kama mkurugenzi. Nakumbuka siku moja alinionyesha mpaka duka lake analonunua nguo, na alinilea kwa namna ya pekee sana. Dada Neema, ninakushukuru. Nikitokea kwenye madhabahu hii ninasema asante. Mungu amekutumia dada, azidi kukutumia. Na mchungaji Sengenge, huwa ninatumia mifano yako nikiongea na mume wangu. Nilikuona ukitumika na dada Neema, na kupitia kielelezo hicho tunafuata nyayo. Sasa tunatumika pamoja na mchungaji Hamuli mume wangu, lakini naona nyayo akizifuata Mr. Benki. Namuona hapa Mr. Benki, naomba usimame. Jamani, huyu ni mtu wa muhimu kwenye idara yetu ya WWK. Huyu ni baba WWK, mume wa mtunza hazina mkuu. Tuko pamoja kwenye idara hii, anatumika na mama Tabitha Benki, anafuata nyayo. Bwana akubariki, nafurahi kukuona. Watakatifu, pokeeni salamu pia kutoka kwenye ofisi ya WWK ya taifa. Hili ni juma la WWK nchi nzima. Ni kwa neema mimi ninaongelea hapa. Kwa hiyo ninawapa salamu kutoka mama askofu mkuu aliye mshauri wetu mkuu, kutoka makamu mkurugenzi mkuu mama Neema Mboma, kutoka katibu mkuu mama Beatrice Molel, kutoka mtunza hazina mkuu mama Tabitha Benki ambaye ananolewa, yuko kujinoa pale Axe Dodoma, lakini kiroho yuko hapa. Ameniambia niko Dodoma mwili tu mkurugenzi, lakini niko na wewe DIC. Pokeeni salamu zake. Jamani, ninajua tunaenda hewani, kwa hiyo ninaposimama hapa pia ninawapa salamu wanawake watumishi wa Kristo katika kanisa letu la TAG nchi nzima tunapoadhimisha juma la WWK. Ni juma la pekee. Sio kwamba ni juma pekee katika mwaka tunapomtumikia Bwana, la hasha, lakini ni juma maalum tunaloadhimisha utumishi wa wanawake watumishi wa Kristo katika kanisa la TAG. Ni juma maalum tunalomshukuru Mungu kwa kutupa nafasi kama wanawake kumtumikia Mungu katika kanisa lake. Ni juma maalum ambalo tunashukuru uongozi wa kanisa letu la TAG kwa kutambua kwamba mwanamke aliyeokoka, mwanamke aliyejaa Roho anakubalika kumtumikia Bwana. Ndio maana kwenye kanisa hili tunayo idara na yale makusudi. Mmenibariki sana wanawake wa DIC.
kwa jinsi mlivyoyameza yale makusudi na jinsi mnavyoyatema bila kusoma mahali. Ninaamini ndivyo mlivyo. Haya, wanawake watangazao habari, jeshi kubwa. Tukae. Tunayo semina katika juma hili. Tunaanza leo semina yetu. Jamani, tunao mstari tunaosimama nao katika huduma mwaka huu wa 2026 katika idara yetu. Hongera mkurugenzi Mama Merina Minja. Nimekuona ukiunena hapa Isaya 45 na mstari wa 22 unaosema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Semina yetu itasimama katika mstari huo. Semina yetu inajikita katika andiko hilo. Kwa hiyo ndilo andiko kuu la semina hii. Na kama ratiba yetu ilivyo hapa DIC, leo tutakuwa na fundisho hili kama utangulizi. Ijumaa tutaliendeleza fundisho hili, na Jumapili itakuwa ni kilele cha fundisho hili la mstari tunaosimamia katika mwaka huu. Mstari unaosema, niangalieni mimi. Maneno ya nabii Isaya akieko moyo wa Mungu kwa mwanadamu katika zama zake. Kichwa cha semina yetu kinaenda kwa Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia. Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia. Sisi wanawake watumishi wa Kristo ambao ni sehemu ya kanisa la Kristo, ilimpendeza Mungu wakati anamfanya mwanadamu kuumba mtu mke na mtu mume. Tuko jinsia mbili tu na katika kanisa, na tuna idara ya CMF, lakini tuna idara hii ya WWK. Kupitia WWK mwaka huu Mungu ananena na kanisa. Sio kwamba ananena na wanawake tu walioko kanisani. Mungu anapotupa mstari wa kusimamia sisi idara, tunaamini ni mstari unaokwenda kuzama sio katika mioyo ya wanawake tu, lakini katika mioyo ya watu wote katika kanisa la TAG. Kwa hiyo wanaume mlioko hapa, ninawapongeza kwa kuwepo. Ninawapongeza kwa kusimama na WWK. Ninaamini Bwana atakwenda kusema na wewe pia kupitia mstari huu na kichwa hiki cha semina, Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia. Na mstari wetu ni huo, Isaya 45 na ule mstari wa 22 unaosema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Na tunapoanza hii semina, niseme kwa kifupi sana habari za kitabu hiki cha Isaya. Kitabu cha Isaya ni moja katika vitabu katika Biblia ambavyo vinajulikana kama vitabu vya manabii wakubwa. Kwa hiyo nabii Isaya ni mmoja wa manabii waliotumiwa na Mungu kusema na watu wake katika siku za historia ya taifa lake, watu waliowachagua mwenyewe, wana wa Israeli. Wasomi wa maandiko, wachambuzi wa historia za vitabu vya Biblia wanasema alitabiri Isaya zaidi ya miaka 50 katika kipindi chake, akitabiri katika kipindi cha wafalme wanne waliotawala ufalme wa kusini. Tunajua katika historia ya Israeli kuna wakati ufalme uligawanyika, kukawa na ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Wa kaskazini ulijulikana kama ufalme wa Israeli na wa kusini Yuda, kaskazini ukiwa na makabila 10 na kusini makabila mawili. Isaya alitabiri kutokea Yerusalemu. Inaaminika alikuwa nabii miongoni mwa Yuda, japokuwa unabii wake ulikuwa na maana pia katika ule ufalme wa kaskazini, na alitabiri nyakati za manabii Uzaya,
Jotham, Hezekia na Ahazi. Alitabiri katika kipindi hicho. Kwa hiyo aliona kipindi fulani cha historia. Kifupi, alitabiri wakati hali miongoni mwa Israeli ilikuwa sio shwari sana. Kusema kweli, ule utawala wa kaskazini ulikuwa umeasi kabisa, kwa maana ya kwamba wafalme walikuwa wamewapotosha sana taifa la Israeli na kuwaachia katika uovu, hata kuabudu miungu mingine isiyo miungu, kuabudu sanamu, kuabudu Baali, kufanya machukizo. Na tunajua utawala ule wa kaskazini ulichukuliwa katika utumwa wa Babeli kwa sababu hiyo. Sasa hata Yuda hawakuwa shwari sana. Pia kulikuwa na mtikisiko wa kimaadili katika Yuda. Kulikuwa hakuna haki tena. Kulikuwa utii kwa Mungu umepungua sana. Na kilikuwa ni kipindi ambacho kisiasa utawala wa Ashuru ulikuwa unakuwa na nguvu. Kwa hiyo ulikuwa unaleta tishio hata miongoni mwa Yuda. Wakati mwingine walikuwa wafalme wanajaribiwa, labda waende kutafuta majeshi ya kukodiwa au kufanya urafiki na falme nyinginezo ili kuongeza nguvu kwao, ili utawala wa Ashuru usije ukawapiga. Lakini Isaya alitumiwa na Mungu kwanza kuwaonya kwa ajili ya uovu, kukemea na kuwajulisha kwamba ungekuja wakati wa kuhukumiwa. Lakini pili, alitabiri kuonyesha upendo wa Mungu, na kwamba hata kama Israeli walikuwa hawafai na kama wangechukuliwa katika utumwa na kuwa si kitu, lakini alitabiri kwamba pendo la Mungu halitakoma juu ya watu wake Israeli, na kwamba angewarejesha, na kwamba angejiachia mabaki ambao wangekuja kuinuka tena na kuona ukombozi kwa Mungu. Na kitabu hiki kinagawanyika katika makundi. Kuna ile sura ya kwanza mpaka 39 ambayo ni hukumu tu na habari za maangamizi, lakini kuanzia sura ya 40 kuendelea mbele ni neno la matumaini kwamba utakuwepo ukombozi. Na mstari wetu unatoka katika hiyo sura ya 45 na mstari wa 22 inatoka katika eneo ambalo Isaya alitabiri kwamba kutakuwepo kurudi. Isaya alitabiri kwamba pendo la Mungu halitawaacha kabisa watu wake. Na mstari wetu unaanza kwa wito fulani. Mungu anakitumia kinywa cha nabii Isaya akiwaita watu wake na kusema, niangalieni mimi. Kwa hiyo leo tunapoanza semina tunajikita tu katika kipande hicho cha mstari, niangalieni mimi. Mungu wetu yuko hai. Mungu wetu hajawahi kubadilika. Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Moyo wake haujawahi kubadilika. Ni yeye Mungu aliyekuwa anasema zamani za Isaya, akisema na watu wake waliokuwa wanaonekana kama wameasi, aliyokuwa anasema na watu wake waliokuwa wanaonekana kama wamekengeuka, kama wamejichanganya na wengine wameabudu sanamu. Lakini Mungu mwenye upendo hakubadilika, bado alikuwa anawaita. Tunapoanza semina yetu, nataka kusema huyu Mungu mkuu ambaye sisi WWK tumeazimia kumwangalia ni Mungu ambaye tangu kale amekuwa na hali ya moyo ya kumtafuta mwanadamu. Amekuwa na hali ya moyo ya kutamani kumwona mwanadamu akimrudia. Amekuwa na hali ya moyo ya kutamani kumvuta mwanadamu amwandamie yeye. Mungu anasema kwa taifa la Israeli, anasema kwa Yuda, niangalieni mimi. Mungu anasema leo kwa kanisa la DRC, Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia, anasema na wewe, niangalie mimi. Mungu anataka usikie kutoka kwenye madhabahu yake. Mungu anakupenda. Mungu ana haja na wewe. Mungu anakutafuta. Mungu anakutamani. Mungu anakutokea wewe katika hali zako za maisha ambazo yamkini mtu aliyekaa karibu na wewe hazijui. Anajua mapito yako. Anajua usiku wako.
anajua mapambazuko ya siku yanavyokuja, unakuwa katika hali gani. Huyo Mungu mkuu anakujilia. Huyo Mungu mkuu anasema na wewe kwa sauti ya upole, mwanangu, niangalie mimi. Umeona historia inavyoeleza kwamba hali haikuwa shwari sana miongoni mwa Israeli. Kulikuwa na matisho kadhaa miongoni mwa Yuda. Kulikuwa na hali za kufikiri labda hawa Waashuru watatutokea na kutuangamiza. Kulikuwa na hali ya mashaka, lakini Mungu akasema nao, niangalie mimi. Mungu anajua hata katika zama zetu historia ni tofauti, lakini kuna matisho ya aina mbalimbali katika maisha. Kuna mazingira yanayoweza kuja na vitisho katika maisha yako, kama vile kesho haina uhakika. Mungu anasema niangalie mimi. Mungu anakuita. Nilipokuwa nikitafakari mstari huu, nikashangaa Roho Mtakatifu anavyomfunua huyu Mungu ambaye tangu zamani, ukisoma tangu mwanzo mpaka Ufunuo, unaweza kumuona akimtokea mwanadamu. Jamani, tukisoma Mwanzo pale 3, tunamkuta Mungu anamtokea Adamu. Adamu alikuwa ameasi. Adamu akapitia matokeo ya uasi na dhambi. Adamu akaona fadhaa ya kujitambua yuko uchi. Adamu akajiona hafai tena kusimama uweponi pa Bwana. Maandiko yanasema akatafuta vichaka akajificha. Lakini Mungu hakumwacha katika ile hali yake ya kutokufaa. Lakini Mungu hakumwacha katika ile hali yake ya aibu ya kuwa uchi. Lakini Mungu alimtokea. Lakini Mungu alimtafuta. Lakini Mungu alimuita kwa jina lake, Adam, Adam, uko wapi? Huyo ndiye Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia. Ni Mungu anayewatokea watu, ni Mungu anayewatafuta watu, ni Mungu anayewakuta watu katika hali zao akawauliza uko wapi? Sio Adamu alianza kumtafuta Mungu ili atengeneze. Ni Mungu ndio alimtafuta Adamu ili kurejesha mahusiano yaliyokuwa yameharibika, ili kurudisha ile hali ya utukufu ambayo Adamu alikuwa ameipoteza kutokana na dhambi na uasi. Usikate tamaa wala usijali mazingira gani yanakuzungukia katika maisha yako. Yuko Mungu mkuu ambaye sisi WWK tumeazimia kumwangalia. Ni Mungu anayemtafuta mtu, na anakutafuta wewe, na anakujali wewe, na anakuthamini wewe. Jamani, hata tukisoma Yohana 3:16 inasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Unafikiri ulimwengu uliopotea ulikuwa na hali ya kujisaidia wenyewe ili kumrudia Mungu? Kama ingekuwa si upendo wa Mungu, kama ingekuwa si hali ya Mungu, kama ingekuwa sio tabia ya asili yake kumpenda mwanadamu aliyemuumba kwa sura yake na kwa mfano wake na kumtokea, tusingekuwa hapa leo. Ukisoma Mathayo 11:28 inasemaje? Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Ni Mungu anaita, ni Mungu anakaribisha, ni Mungu anamtafuta mwanadamu anayesumbuka na kulemewa. Mungu ana shauku ya kumpumzisha mtu huyu. Ukisoma Ufunuo 3:20 inasemaje? Na tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu akafungua mlango, nitaingia kwake. Jamani, ndiye Mungu ambaye WWK tunasema tunamwangalia. Tunasema ni dhamira ya mioyo yetu kukua katika
katika kumwangalia huyo. Ni dhamira ya mioyo yetu kukua katika kumtegemea huyo. Ukiangalia lile neno la kusema niangalieni mimi, unaweza ukalidadavua na Roho Mtakatifu akakusaidia. Unafikiri hapa Mungu alikuwa anawaita wale Yuda wamtazame tu kwa macho ya nyama? Hii niangalieni ni dhana inayobeba maana kubwa, si ndio Nielekeeni mimi, nitegemeeni mimi, nikabidhini mashaka yenu mimi, nitarajieni mimi, niitieni mimi, nirudieni mimi. Huyo ndiye Mungu wetu, anatoa ukaribisho huo. Ninaweza kutazama DIC, mmebarikiwa kanisa hili, wengi ni vijana, yani bado mna maisha siku mbele. Hapa watu wazima tuko wachache sana hapa. Yani katika umri wako huo, kijana wangu, kama utaisikia hii sauti ya Bwana, na kama utaielewa kwa ndani, na kama utaamua kwa moyo wako wote kwamba mwelekeo wa maisha yangu utakuwa ni mjongea kumwelekea Bwana, itakuwa ni kumwekea yeye tegemeo langu, itakuwa ni kumshika yeye kwa kila nilicho nacho, kwa uwezo wangu wote. Jamani, maandiko yanasemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wote, kwa akili zote, kwa roho yote, kwa nguvu zote na kutia moyo. Mpende Mungu wako na kutia moyo. Mshike Mungu wako na kutia moyo. Mwamini Mungu wako na kutia moyo. Mtegemee Mungu wako na kutia moyo. Mwekee Mungu tumaini lako lote. Ndiye wito wake. Labda ni kwenye mahusiano yako kiroho, labda ndiko Mungu alikokuona. Labda anakuona ujielewi fulani, labda anakuona mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Labda una mashaka kwamba hivi niweke kabisa miguu yangu yote miwili kwa huyu Yesu, nitakuwa salama kweli? Leo Mungu anasema utakuwa salama. Weka miguu yako yote. Unaniona mimi mama Hamuli bi mkubwa na nastahili kuitwa bi mkubwa, maana na mjukuu. Festiboni wetu ameolewa na leo. Mimi na mchungaji Hamuli ni babu na bibi. Lakini usimuone hivi mchungaji Hamuli ameokoka teenager. Usione niko hapa bi mkubwa nimeokoka teenager. Sijatimiza miaka 18. Leo nisimama hapa na kwambia weka miguu yako yote miwili kwa Yesu, kwa huyu Mungu. Mtegemee kabisa, muangalie kabisa kimwili na kiroho na kihisia na kila kitu. Ni ushuhuda unaoishi kwamba anastahili umwangalie. Usiwe na mahusiano shake na Mungu wako. Yani usiwe wewe vugu kwa habari ya mahusiano yako na Mungu. Usiwe wewe unayemfuata Mungu kwa mashaka. Usiwe wewe unayemshika Yesu kama mtu anayeshika samaki mwenye shombo kwa vidole viwili pembeni. Kamata vizuri Yesu wako. Amina. Jenga mahusiano yenye nguvu na Yesu wako. Na kama ni kiuchumi, usiwe na mashaka. Mwelekezee yeye tumaini lako lote. Mungu atusaidie. Nimalize kwa kusema tuna mwitikio gani sasa katika huu wito? Niangalieni mimi kwa haraka niseme. Moja, jamani, tubu na rejea. Hapa naongea na wale ambao wanajichanganya. Yani wanaabudu kwenye kanisa watu waliookoka, lakini yeye na Mungu wanajua kwamba haishi maisha ya watu waliokoka. Yani anapiga dhambi, anachapa dhambi kidogo, alafu anafuta midomo hivi. Jumapili yuko DIC na yeye anajiona ameokoka. Alafu Roho ananishuhudia wachache wapo hapa wapiga michanganyo. Mungu anasema na wewe, tubu, acha dhambi, geuka. Maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe. Biblia inayo ahadi kwamba Mungu atatutenga na dhambi zetu mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Tubu leo, unaisikia sauti ya Mungu. Tubu leo, unayajua maisha yako. Tubu leo, unajua maanguko yako. Tubu leo, unajua michanganyo yako. Mungu tuliazimia kumwangalia ni mkuu mno.
na anakuita umwangalie. Nitakupa nafasi ya kutengeneza. Sitasema nyoosha mkono, maana wewe na Mungu ni mashahidi kwamba kuna mahali unahitaji kutengeneza. Na katika juma hili la WWK Mungu amekutokea, anakuambia iko fursa ya kutubu na kutengeneza maisha. Lakini mtu wa pili, nataka uwe na mwitikio. Labda una kiburi fulani, labda unaishi maisha ya mazoea ya wokovu. Unajua kuna kuzoelea wokovu Unajua kuna kiburi hivi, hata neno likihubiriwa unalipasia jirani, unaona kama sio la kwako. Mungu anasema ni mtu wa namna gani nitakayemwangalia? Katika Isaya 66:2 anasema ni mtu mwenye roho iliyopondeka, anayetetemeka alisikiapo neno langu. Bwana amemwona mtu mwenye mazoea ya wokovu, anayechukulia wokovu poa. Bwana amemwona mtu anayeshambuliwa na kiburi hapa. Anakuita unyenyekee, ushuke ili upewe neema. Biblia inasema huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Tunahitaji neema. Hata mimi mama Hamuli, katika kumwangalia Bwana nahitaji neema. Usije ukaipungukia neema. Biblia inasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Inatufundisha neema kukataa ubaya, tamaa za kidunia, tupate kuishije kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Hiyo ni Tito 2:12. Bila hii neema utajichanganya. Wana wa Israeli walijichanganya, wakaanza kuasi, wakaanza kuabudu masanamu. Isije ikakutokea kwa sababu unaipungukia neema. Tafuta unyenyekevu, itikia kwa kunyenyekea. Mwambie Bwana, nakubali kukuangalia. Bwana, nakubali kuhuisha namna yangu ya kukufuata. Na mtu wa tatu ambaye ninataka uitikie wito wa Mungu anaposema niangalieni mimi, ni pale maandiko yanavyosema mkaribieni Bwana. Unajua ni kama yeye anakutafuta, lakini na yeye anataka mwitikio wako uwe wa kumtafuta. Si kuna maandiko yanayosema mtafuteni Bwana, na kuna maandiko yanayosema mkaribieni Bwana. Kwa hiyo mwitikio wa tatu ni wa kumkaribia Bwana. Ninakuita kuwa na mwitikio wa kufanya kila likupasalo kuhakikisha katika maisha yako ya kumwangalia Bwana unazidi kumkaribia yeye. Kama ni kusoma neno zaidi, soma neno zaidi. Kama ni kuomba zaidi, omba zaidi. Kama ni kusikiliza neno zaidi, sikiliza neno zaidi. Kama ni kusikiliza nyimbo zenye uvuvio zaidi, kuna manyimbo mabaya siku hizi na hivi nyinyi vijana, ulimwengu wenu ni mchafu jamani kuliko wa kwetu. Weka azimio, nitamkaribia Mungu zaidi. Sitasikiliza manyimbo machafu. Nitasikiliza nyimbo zenye upako. Ashukuriwe Mungu, ameinua waimbaji wengi wenye vipawa na neema. Wanaimba nyimbo zenye maneno mazuri, zinaburudisha moyo na kuinua kiroho. Dhamiria, mimi nitasikiliza hizo nyimbo. Sawa Dhamiria, mimi nitakaa zaidi na watu wa Mungu. Maandiko yanasema usidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Bad company corrupts. Ni wajibu wako kukataa kusukumwa mbali na Mungu kwa ajili ya kujichanganya kwenye mifumo ya maisha inayopozesha kiroho. Tusimame kanisa. Semina yetu inasema Mungu mkuu tuliazimia kumwangalia. Ni Mungu mwema mno. Ni Mungu mwenye rehema. Ni Mungu anayemtafuta mwanadamu. Ni Mungu anayekutafuta na wewe leo. Ukitembea kwenda nyumbani, isikie sauti ya Mungu ikisema niangalie mimi. Na isikie sauti ya Roho Mtakatifu ikikutafsiria ni maeneo gani maalum unayotakiwa kumwangalia Bwana. Labda ni katika njia zako za utafutaji, umejichanganya sana. Una hofu ya maisha mpaka hata ukipigwa dili yenye dhambi wewe unakubali. Mungu amekuchungulia pale, anakuambia niangalie mimi mwanangu. Acha kujichafua huko. Sasa twende mbele za Bwana. Labda wewe ni yule anayetakiwa kutubu. Mimi sikuulizi tubu kivyako. Labda wewe ni yule anayetakiwa kunyenyekea ili neema iongezwe. Mimi sikuulizi, mwambie Bwana, umeniona nimeanza kuzoelea wokovu. Labda ni wewe unayetakiwa kuchukua hatua
ya mjongeo chanya kumwelekea nani? Mungu, kwa kuongeza nidhamu za kiroho. Mimi sikuulizi, wewe mwenyewe unajijua. Twende mbele za Bwana tuombe kanisa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina. Wewe ndiwe Mungu wetu. Wewe ni Mungu mkuu sana. Nasi tumeazimia Bwana kukuangalia wewe. Wewe uliyeita wana wa Israeli zamani, uliyeita Yuda zamani, ukasema niangalieni mimi. Nasi tumeazimia kukuangalia Bwana. Rabo sakaraba kairama. Oh, rika masakaraba kuriantaraba kuraba saka. Oh, raba sakaraba kuri. Kuna kijana huyu anatubu mbele zako Bwana. Kuna msichana huyu anatubu Bwana. Riakarabo sika. Ukamrehemu Mungu, ukamsafishe Yesu kwa damu yako iliyomwagika Calvary. Ukampe mwanzo mpya Bwana, ukampe ushindi Mungu. Achilia damu ya utakaso katika maisha yake. Unamuona na unauona moyo wake na unaiona toba yake. Mrejeshe. Amekataa michanganyo, amechoka kuteswa katika dhambi ile ya siri, amekataa kuishi katika maisha ya dhambi ya siri, ameamua kutubu. Mwangalie na kumtakasa Bwana. Mwangalie mtu huyu anayekataa kiburi. Wewe umesema ni wanyenyekevu wapa neema. Tupe kuwa wanyenyekevu tokea ndani, tuongeze neema. Ongeza neema katika kanisa hili Bwana, ukiwafundisha watu wako kuyaendea matakatifu yako. Saidie mtu huyu anayesema nataka kuwa karibu zaidi na wewe Mungu. Mtu huyu anayesema nipe neema ya kusoma neno lako zaidi Bwana. Mtu huyu anayesema nipe neema ya kukaa uweponi pako katika maombi zaidi Bwana. Mtu huyu anayesema nitendee wema, nijitenge na watenda mabaya, nisikae katika bad company. Msaidie mtu huyu Bwana, anayetafuta kuishi maisha ya ukaribu zaidi na wewe. Onekana Mungu, shuka katika kanisa lako, lihudumie Mungu kwa namna ambayo hakuna mwanadamu anaweza. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na utaendelea kusema nasi na kutuhudumia katika siku zilizo mbele. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtu mwenye shida. Labda uko hapa na una shida fulani ya kimwili halisi. Umekuja kwenye semina lakini unasema natamani Mungu angenigusa katika eneo hili la uhitaji wangu. Hebu weka mkono wa kushoto kifuani, alafu nyoosha mkono mmoja juu, niombe na hitaji lako. Mungu mkuu tunayekuamini, wewe ni Mungu unayekutana na wanadamu katika mahitaji yao. Tazama moyo huu unakuelekea wewe na lile hitaji katika moyo unaliona Bwana. Katika kipindi hiki cha semina, shuka, hudumia mahitaji haya ya kibinadamu. Imekupendeza tukutegemee kwa ajili ya mahitaji yetu, na ni Mungu unayeshuka, unayetembea kipekee sana. Ni Mungu unayefanya njia nyikani, ni Mungu unayefanya mito ya maji jangwani. Naomba umtembelee mtu huyu ambaye amekupenda na amekuja nyumbani mwako jioni ya leo. Kutana naye, mtendee muujiza, mguse katika hitaji lake, muhudumie Bwana. Tunakuamini katika jina la Yesu, amen. Karibu.